Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wetu katika chaneli yetu pendwa kabisa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amezimiwa kipaza sauti kwenye mkutano maalum jijini New York, Marekani baada ya kuelekeza lawama kali dhidi ya Israel akidai inachokifanya Gaza ni mauaji ya kimbari. Katika hotuba yake, Cyril Ramaphosa alisisitiza umuhimu wa kuanzishwa kwa taifa huru la Palestina na kufanyia kwa suluhu ya mataifa mawili kulingana na mipaka ya mwaka 1967. Alisema mipaka hiyo ndiyo msingi pekee wa amani ya kudumu kati ya Palestina na Israel, ingawa hadi sasa imetambuliwa taifa moja tu la Israel. Aidha, alifananisha mateso yanayowakumba wa Palestina chini ya Israel na dhuluma wanazozipitia wa Afrika Kusini enzi ya utawala wa ubaguzi wa rangi nchini humo. Ramaphosa alitoa wito wa kusitisha mapigano, kuachiwa kwa mateka na kuondolewa kwa vikwazo vinavyozuia taifa la Palestina kujitawala, ikiwemo ukuta unaotenganisha na Israel. Hata hivyo, ghafla kipaza sauti chake kilikatwa wakati akimalizia hotuba yake yenye hasira dhidi ya Israel, hali iliyozua sintofahamu kwenye mkutano huo ulioandaliwa na Ufaransa na Saudi Arabia siku moja kabla ya mkutano wa 80 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Hatua ya Cyril Ramaphosa kuweza kuzimiwa kipaza sauti imeweza kuleta sintofahamu kubwa kulikweli, lakini vile vile imeweza kuleta taharuki kutokana na ubaguzi ambao umeonekana waziwazi wa rais kutoka barani Afrika kubaguliwa kwenye mkutano mkubwa kabisa wa Umoja wa Mataifa. Katika muktadha wa hali hii ni kwamba Waafrika sasa wanazidi kuonyeshwa kwamba wanabaguliwa na wazungu na hawana nafasi tena kwenye mikutano mikubwa, ikiwa mkutano wa Umoja wa Mataifa ni mkutano mkubwa zaidi kuliko yote duniani kwenye ngazi za kidiplomasia pamoja na kisiasa. Sasa mtazamaji, hebu tupe maoni yako dhidi ya hiki kitu ambacho rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amefanyiwa katika mkutano mkubwa uliofanyika New York wa kujadili sakata zima la taifa la Palestina ambalo kwa hivi sasa linazidi kupitia changamoto kubwa kutokana na mashambulizi ya taifa la Israel. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.